Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026, mjadala mzima unaozidi kujadiliwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, mwanachama wa chama cha CCM ambaye ameweza kuhudumu kwa muda mrefu kwa chama hicho cha CCM, ila baada ya kutoweka kwake, viongozi wakuu katika chama hicho cha CCM hivi sasa wanazidi kushutumiwa kwa ukimya wanaozidi kuonyesha hivi sasa, ikiwa ni miezi kadhaa ambayo imeweza kupita baada ya kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole katika hali ya njia tatanishi. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wetu wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii viongozi wakuu wa upinzani katika Jamhuri ya Tanzania wa vyama mbalimbali wameweza kushutumu viongozi wa CCM, baadhi yao ambao wanazidi kunyamazia kimya swala la kutoweka kwa mmoja wao ambaye ni Mheshimiwa Humphrey Polepole. Sote tunafahamu kwamba miongoni mwa viongozi wakuu wa CCM walioweza kuzungumzia swala hili la kutoweka kwa Mheshimiwa Humphrey Polepole katika hali ya njia tatanishi si mwingine bali ni mchungaji Josephat Gwajima, jambo ambalo lililoweza kusababisha hata kupangwa kutekwa kwake, jambo ambalo waumini wa mchungaji Josephat Gwajima waliweza kukashifu na kukosoa na kuweka hadharani kwamba hawako tayari kwa kiongozi wao aweze kutekwa, jambo ambalo hivi sasa ni maswali mazito kwa baadhi ya viongozi wakuu walioweza kusalia katika serikali hii ya CCM, waliokuwa na ushirikiano mwema kati yao na Mheshimiwa Humphrey Polepole alipokuwa balozi wa Cuba, jambo ambalo maswali mengi yanayozidi kujadiliwa kuhusiana viongozi hao ukimya wanaozidi kuonyesha ni aina ya uongozi ambao wangependa Watanzania waweze kuukubali na kuuvumilia, jambo ambalo wengi wameweza kukataa na kuweka hadharani kwamba itakuwa ni jambo jema iwapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kupatikana na kujiunga na jamaa wao wa familia, hasa kakake ambaye ni Agostino Polepole ambaye amekuwa mstari wa mbele kumtafuta Mheshimiwa Humphrey Polepole, jambo ambalo limeweza kutishia hadi maandamano ya Sabasaba ya kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kupatikana na kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu naye aweze kuachiwa huru. Ila gumzo zito hivi sasa, mtazamaji wangu, ni hatua gani ambazo viongozi wakuu wa CCM wanazidi kuzichukua, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa CCM hawako tayari kuzungumzia tofauti za kisiasa zilizoko ndani ya chama hicho cha CCM. Mtazamaji wangu, sio siri bali kuna mgawanyiko ndani ya chama hicho cha CCM. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole sio jambo jema, na pia kama kweli viongozi wakuu wa CCM wapo na utu, moja kwa moja mtazamaji wangu angeweza kuacha ghasia za siasa kando na kuonyesha utu kwa mmoja wao aliyeweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Ila sote tunafahamu kwamba iwapo hilo hivi sasa viongozi hao wataweza kufanya, basi nafasi za viongozi hao ambao watakuwa tayari kuzungumzia Mheshimiwa Humphrey Polepole kutoweka na uwepo wake aliko, basi moja kwa moja viongozi hao huenda kaweza kupoteza nafasi hizo serikalini, na ndipo ambapo hivi sasa tunazidi kuona viongozi hao wanazidi kuthamini nafasi zao katika serikali hiyo ya CCM na sio kujali utu aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole, jambo ambalo linazidi kusababisha familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole kuwa na kipindi kigumu. Hii hapa inazidi kuashiria na kuonyesha aina ya uongozi ambao kweli baadhi ya viongozi wakuu katika serikali hii ya CCM hawaufurahii uongozi wa aina hii, bali hawana budi kuukubali na kuendeleza aina ya uongozi huo
kwani mwisho siku, mtazamaji wangu, iwapo itaweza kwenda kinyume na kanuni na sheria ambazo zimeweza kuwekwa katika serikali hiyo ya CCM, basi hautaweza kuwa miongoni mwa mmoja wao, jambo sawia na lile ambalo liliweza kumkuta Mheshimiwa Humphrey Polepole, kwani mtazamaji wangu, sio siri alichokuwa kikifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole katika mitandao yake ya kijamii. Alikuwa akifanya ukosoaji na kupinga na kukashifu na kukosoa serikali ya Rais Mama Samia Suluhu, jambo ambalo liliweza kuonekana kwamba anazidi kuzima ndoto na nia yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kushinda katika uchaguzi wa mwaka 2025, na sote tunafahamu jinsi gani ambavyo kwa wakati huo Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa ameweza kujizolea umaarufu kupitia mitandao ya kijamii na uhamasishaji aliokuwa akiufanya wakati huo. Mtazamaji wangu, kwa kweli iliweza kuonekana wazi kwamba katika chama cha CCM kuliweza kutarajiwa kutolewa mgombea wa urais mwingine na sio Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo Watanzania wengi walitokea kulifurahia, ila baada ya Mheshimiwa Humphrey Polepole kulizungumza hilo na kuliweka hadharani, moja kwa moja sote tunafahamu ni kipi ambacho kiliweza kumkumba Mheshimiwa Humphrey Polepole, sawia na mchungaji Josephat Gwajima akiwa miongoni mwa wanachama wakuu wa CCM, na sio kwa muda mfupi bali kwa muda mrefu. Hii hapa, mtazamaji wangu, ni dalili tosha ya kuonyesha aina ya uongozi ulioko madarakani. Pia iwapo uongozi huo, mtazamaji wangu, utaweza kufanya marekebisho, moja kwa moja utaweza kupeana nafasi za kukosoa na kupingwa kwa serikali itakayokuwa madarakani, jambo ambalo alilokuwa akilifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole. Hivyo basi hivi sasa kile tunachozidi kukishuhudia katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa CCM, mtazamaji wangu, yote hayo Mheshimiwa Polepole aliweza kuwa sahihi, na pia moja ya jambo ambalo linategemewa ama linazidi kuzungumziwa lilokuwa ameweza kulizungumza Mheshimiwa Humphrey Polepole ni ya kwamba baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutaweza kufuatia maridhiano, jambo ambalo viongozi wakuu wa chama Chadema sote tumeweza kuona hawapo tayari kwa maridhiano hayo, bali wanazidi kushinikiza na kuomba serikali iliyoko madarakani kuwajibika na hata kufanikisha baadhi ya mambo walioweza kuahidi, na pia waweze kusikiliza vilio vya vijana Gen Z vilivyoweza kuchangia vurugu na ghasia za maandamano ya mwaka 2025, na sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z wanazidi kupendekeza pakubwa katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania, uhuru kwa vyombo vya habari na uhuru wa kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani ili iweze kuwajibika kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi kwa wananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, ikiwemo kuwekwa kwa ajira na pia gharama kubwa ya maisha iweze kupungua ili Jamhuri ya Tanzania iweze kukua kiuchumi. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kutokana na swala hili la Mheshimiwa Humphrey Polepole na mapendekezo yanayozidi kupendekezwa kufanyiwa marekebisho kwa serikali hii ya CCM? Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.